Jamani tuko wote? Msikae kwa hasara mudani. Tuko wote? Nao na muda wa maswali sasa. Kama yapo lakini. Kwa hiyo Shaksi na Brani watatusaidia kujibu maswali yenu. Yote ndio nayo kama yapo 5, 4, mawili, moja, yote. Nani nasoma kwanza yule pale. Mwingine pia wafahamu kama ngapi? Ili tujue jinsi ya kufanya. Waandike majina tafadhali. Evan, Adrian, Tasiana, Rajabu. Mwandishi nani hapo? Hakuna, au nani? Giboni. Alipungia nani? Safisha. Wewe. Ibara. Omeisha. Wamekwisha. Jamani, mangapi ni maswali? 6. Swali langu lipo lakini kama challenge fulani. Ni nasema hivi, kwa mfano kama station kwako kuna treni mbili. Moja ni ya passenger, nyingine ni ya mizigo, lakini mizigo ile ni ya transit cargo. Na inakwenda kule kufanywa intermodal. Sasa muda ushakaribia kwenda kufanya kule kupakia mizigo ile na huko kuna passenger. Sasa utaangalia priority gani ambayo utachukua kwa ajili ya kuweka treni hiyo. Asante. Okay, swali la pili. Mimi swali langu linaenda moja kwa moja kwenye tumeongelea swala la kutoa nani on order. Lakini hatujaongelea for instance mimi kama driver nimeenda section. Nilipoenda section nikarudi na ile on order. Je, ile on order naenda nayo mtaani au naenda nayo ghetto au namkabidhi na station? How you treat a warning order on the right of that train? Nani watatu? Aisha uliza likapo hiyo cancel jina lake kwa limeshaisha 4. Swali langu linahusu swala la train taking agizo wrong time. Kwa upande wa section kama train itatumia wrong time manake station master akaandaa order kwa CPWI kwa ajili ya kufuatilia. Nilikuwa naulizia kwa upande wa station master amechelewesha train kutoka kwenye station yake na hakuna sababu yoyote ile ambayo imetaarifiwa kuhusu hiyo kuchelewa hiyo train. Kwa hiyo amechelewesha kwa uzembe wake. Hiyo situation tunaitumia. Twitter hiyo imesema vizuri swali. Hiyo ni A, B. Station master atapiga bits ngapi kwenye token system kama kuna hiyo currency ya train took long time in wrong section. Nimekuongezea tu B. Watatu, 4. Mimi nina swali moja hapo kuelewa kwa waziri wa elimu alitoa kwa mmoja mwaka anasema kwamba station cost for a long period of time. Yaelewa kwamba kila project station kwamba tunalipwa ni order au kwa. Mmesikia swali lake? B. Swali lake na B. Swali lake na B huyu ni kwamba utoaji wa warning order, taratibu za kutoa warning order kwa kesi kama ya restriction, je, inachukua muda gani? Tutatoa miaka mingapi? Swali lako ni anayefuata granting access accessibility kwa nje ya mipaka station. Lakini kuna zile station kubwa zina kitu kinaitwa shunting limit board. Je, ikitokea kuna shunting inafanyika nje ya shunting limit board, je, tutaishwa ni order? Lakini swala la pili, Kanuni ya 187 inasema kufunga bewa nyuma
ya BVB. Tunajua tunafunga behewa nyuma BVB mchana. Je, ikiwa ruhusa imetoka kwa District Traffic Manager DTM tufunge behewa nyuma BVB usiku, je, tutaishi wakimuona? Asante. Mmesikia vizuri wataalamu wetu. Mtu wa mwisho safisha. Swali langu moja ambalo ameshauliza hapo. Lakini moja iliyobakia ni kwamba tunataka hapa kuhusu Tabora. Vile junction station au vipi? Je, Tabora ni junction station au vipi? Mbona nasemaje? Kwanza kusema station closed for long period of time. Inasema station closed for certain period of time. Kwa kipindi fulani. Nikatolea mfano wa nini? Wa station ya Ituru. Station master alikuwa mmoja anafanya kazi kwa shift ya saa 12. Maana yake ni kwamba akiingia saa 2 asubuhi, saa 2 usiku wa mahali anatoka, si ndio? Baada ya station inafungwa tena mpaka saa 2 asubuhi na mahali anafungua. Hiyo ndio certain period of time. Kwa muda huo sasa, kwa mfano let's say saa 3 usiku tena nilipita pale Ituru. Maana yake station master ashafunga nini? Station. Kwa hiyo certain period kwa kipindi fulani, sio for long period of time. Sisema hivi. Hapo mnaelewa? Aliuliza swali. Asante. Yake alikuwa anauliza kuhusiana na hadithi utapiga viti ngapi? Pia kuna swali la unusual long time intersection. Biti ya kupiga viti gani? Uko unatumia nini? Electric token system, ndio. Biti inayopigwa ni 6 2 repeat, yani 1 2 3 4 5 6 1 2 unarudia tena 1 2 3 4 5 6 1 2. Hiyo ndio biti ya kuonyesha kwamba train vitu long time unusual time kwenye section. Nilipata wakati mwanzo nazungumzia ile kabisa kuweki, nilizungumza kitu kimoja cha msingi kwamba kwenye operation za leo kuna vitu vikubwa vya kufanyaje tunaviconsider. Safety ni nini? Issues. Sawa? We have always done this. So kwenye issue hapo leo hii tutakolipa ni passenger train. Sawa? Kwa passenger train kwa how kwa sababu ya hata ukija kuangalia kwa namna ambayo tunafanya operation zetu. Angalia ndio mtu namba moja naomba priority sisi. Sio. Nilitoa mfano kwamba unakosi train na passenger train itaweza kuitwa tunasema nini? Passenger train. Nikuja kujibu swali la akaka pale ndio swali namba moja kuhusiana na failure station master report, ndio? Au kuchelewa kutoa train. Sio tuliuliza. Sasa kwenye punishment za TRC, which za punishment zimegawanyika. Kwa mfano, ukichelewa kazi bila sababu ya msingi, hatuwezi kufuza kazi moja kwa moja. Si ndio? Unakuwa na procedures au kuna namna gani tunakuwa zingi, ndio? Na swali lako, breach ya kwanza kufanya mara ya kwanza tupewa onyo. Ndio implement. Sawa? Ukirudia mara pili kitendo kama hicho, unapewa severe reprimand. Ambayo ni onyo kali. Tuko pamoja? Ukirudia mara tatu utapigwa faini. Ukirudia kwa mara 4 ni demotion. Sema demotion maana yake unashushwa cheo. Sawa? Na ukirudia kwa mara 5, tunasema termination of service. Tutakuachisha kazi. Umeelewa? Umeelewa? Junction station. Jibu ni ndio, Tabora ni junction station. Kwa sababu tuna junction ya kuelekea Mwanza na junction ya kuelekea Kigoma. Swali la pili, nitajibu swali la Kipara ambalo walikuwa wanauliza which warning order ikiwa behewa zimefungwa nyuma ya BVB wakati wa usiku. Kutokana na rules, hata kama utakuwa umepewa sheria sisi kutoka kwa DTM, hilo swala ni haliruhusiwi. Swali lingine nitajibu kuhusu endorsement za warning order. Aliuliza Adriano kwamba endapo umempa dereva warning order, je, ile warning order ataiweka wapi? Tuashumu labda anatoka Tabora kwenda Rulanguru. Ile warning order kama ni ya kilomita labda na kile section yake Rulanguru, atapeleka ile warning order wapi? Rulanguru. Na kama atakuwa anaishia labda kilomita fulani na kurudi, itabidi arudi nayo katika nini? Originating station.
Kipawa na Daudi. Karibu kwanza. Mimi ni swali kwenye upande wa salamu nasema kwamba how to treat a warning order from a driver. How to treat a warning order. Yaitwa shumdo dereva kufika. Hapo ana line clear na warning order. Line clear kabisa tunajua ile portion yote inawekwa au inapainjiwa kwenye reply book. Ni portion B. Asa vipi kuhusu warning order? Anaifanyia leo ndo anachana au anafanyaje? Ile warning order ukishaipokea kwenye station yako, mmoja kasema you must cancel, na iweka strike mstari pale cancel. Kama ikiwa bahati nzuri unafanya kazi kwenye paper line clear system, unabandika pia nyuma kwenye reply book ile, ambayo pia kule nyuma kuna hiyo portion E. Sawa? Sawa? Ile ikiwa bahati mbaya unafanya kwenye token system, ukienda station ndio ile inaambia general 102B. Ukienda kule field utakuta kuna master kule wamefanya initiative zao wenyewe. Wamepelekea fundi seremala order, akachongea kaubao kadogo tu, alafu anamwambia weka spoke pale katikati. Wema hivi. Kwa kila aina ya warning order ikifika unachomeka pale, unajipaili pale. Ili akija inspector akagua anambia hizi hapa, namba zote nakagua nauli pale zinakuwa reserve pale. Zikishajaa unachukua bahasha, unazichomoa zile zote. Unasema kwenye bahasha, unaangalia tarehe ya kwanza ile ya chini ilikuwa tarehe ngapi, mwezi gani, na ya juu kabisa unaandika pale juu ya bahasha kwamba ni warning orders kwa tarehe kuanzia hii mpaka tarehe hii, unaweka kwenye kabati. Sawa? Mkishafikia level 6 kuna somo linaloitwa station inspection, operation na commercial. Sawa? Sasa hiyo ni ya operations. Yaani unapofundishwa kwa chuoni unakwenda kwa hatua. Ulianza labda level 4, ukafunzwa maisha kama ya training gari na TT na karani. Ukiingia level 5 unaanza kuonja translating kwa sehemu, kuanza kuona harufu ya master. Ukimaliza level 5 sasa unaingia level 6, unahamia package kidogo nyingine sasa ya juu. Master tayari level 5, master wako huku umeshamaliza. Level 6 huku unaanza kujifunza kuhusu control, kuwa msimamizi wa master wengine, lakini pia kuwa mkaguzi wa master wengine. Ndio hizo mambo ya station inspection, operation na commercial, na hiyo train na traffic control. Kwa hiyo tegemea mwishoni baada ya kuhitimu diploma yako, unaweza kuwa station master, unaweza kuwa goods agent, traffic agent, unaweza kuwa controller, unaweza kuwa traffic inspector, kuna STI au DTI katika maisha yako ya sekta ya reli. Asante. Mimi tumejibiwa swali lako? Kote tumejibiwa vizuri. Tuna waida. Sia wako wapi? Tafadhali. Nimesimama hapa mbele yenu Sia Transportation. Napenda kutoa shukrani kwa mwalimu wetu Kibali kwa kutuletea aina fulani ya kusoma. Maana mimi tangu nimefika hapa level 4 sikuwahi kufundishwa kwa namna hiyo. Lakini kwa namna hiyo ulivyofanya tuelewe, tuongeze mengi, na pia asante kwa kutuletea wakubwa zetu level 6 hapa. Wametuelimisha vizuri na imani kwa asilimia kubwa tumeelewa. Kazi moto. Karibu. Kwanza mimi ningependa kushukuru kwa taaluma tulioletewa hii. Kuna vitu vingine vilikuwa sisi hatufahamu, ila wale jopo walikuja kuelezea hapa na maswali tulioulizwa na maswali tuliojibu, kuna kitu tumegain. Hata tukikutana nacho mbele ya safari, hata kama hujafika level ya kufundishwa, lakini tutakuwa tunaidia nacho. Asante. Mko poa? Mimi napenda kutoa shukrani kwa mwalimu wetu Mr. Chezari
na asante kwa watu wote walioshiriki, waliojibu maswali na kuuliza maswali. Asanteni pia level 6 kwa kuwa na sisi, kwa kutuelekeza mambo ambayo tulikuwa hatuyajui. Asante. Wengi nanifahamu kama kaka Robi au kaka Robert. Jamani, moja, mimi napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, ametupa kibali cha kukutana hapa. Pili, nimshukuru sana baba yangu, mwalimu wangu, mwalimu wetu Chezari. Tatu, nafikiri nimshukuru zaidi kaka yangu. Sikupata nafasi ya kukushukuru kwa mara ya kwanza ulipotutembelea, na kushukuru sana kaka yangu Nyambita kwa namna unavyojitolea na unavyojitoa kwa ajili yetu. Pia nikushukuru sana Mheshimiwa Rais, sana sije kukusifia na kukushukuru mbele za wanafunzi. Pia niwashukuru watu wote mkiongozwa na kaka yangu na kushukuru sana kaka yangu Waziri wa Elimu, nafanya kazi na mimi wakati wote na nishauri. Pia niwashukuru Shafi, yupo naibu waziri wa elimu, yupo kaka mdogo wangu pale waziri wa ulinzi pale, dada Asha, katibu wa bunge, pia kaka yangu Brian hapa niwashukuru. Pia zaidi na washukuru watu wote mkiongozwa na mzee wetu wa darasa Kipara. Asanteni sana. Mimi nipende kushukuru Mheshimiwa Mwalimu Chazari kwa sababu ukija kwenye ile list mimi sikuwemo. Wengi mnashangaa kuniona. Lakini leo nimepata taarifa hiyo na nikasema nitaitikia yote kwa sababu ni mwalimu ambaye nimeishi naye vizuri. Nashukuru kwa Nyambita ambaye tumeishi naye vizuri toka mwanzo. Mheshimiwa Rais, Waziri wa Elimu, Masiaras, Naibu Waziri wa Ulinzi. Wote kwa pamoja nawashukuru nyinyi ambao leo mmefika hapa kutusikiliza. Kwani malengo yetu sisi na nyinyi mfike nini? Mfike hapa tulipofika sisi. Na naamini mtafika. Asanteni sana. Asanteni. Mimi ningependa kuwashauri kama ndugu zangu. Mengi yameongelewa hapa, ila kikubwa ningependa sana tusomeni vitabu jamani. Yaani kuna wengine hapa nikamwamsha hapa nikamwambia, unajua nini kuhusu kitabu chochote kati ya Neno la Pili au Neno la Lolo? Unaweza kukuta hajui chochote. Kwa hiyo ushauri wangu, ndugu zangu, tusome vitabu. Huko tunapoelekea sio kama tulipotoka. Asanteni. Asanteni, mimi napenda kuwashukuru kwa ushirikiano wenu, nasi tumejifunza kutoka kwenu. Kwa hiyo tuendelee kujifunza kama alivyosema Naibu Waziri wa Ulinzi, tusome sana vitabu. Tufanye group discussion, na pia ukiona kitu kimekushinda, tupo sisi ambao tumewatangulia kidogo, japo hatujui vyote lakini tutakuelekeza wapi pa kupita. Karibuni sana, tupo. Asanteni, kila kitu kimeongelewa, lakini asanteni tu kwa ushirikiano wenu. Basi sasa hivi tena. Kwanza cha kwanza kimenifurahisha, naona kama tumechangamka sana. Kwani kipindi cha mchezaji kimenifurahisha. Nilikuwa naomba mwalimu kama waziri wa elimu kimpendeza, hii swala lisiishie hapa. Kingine cha kuwakumbusha kikubwa sana. Sio kizuri sana kukisema, lakini ukweli ni mchungu na mzuri, si ndio? Niliwaambia watu semester iliyopita, sasa nilifuna nikamwambia tusipokuwa makini, tusipojua kufanya kichocholeto, tusipo discuss, kuna watu wanapungua, si ndio? Kuna watu wamepungua kweli. Jamani, mimi naombeni ndugu zangu, wazazi wanahangaika kutafuta ada kwa nguvu, na sisi tunaenda kwenda kusoma. Kama tunakuja kusoma basi tusome kweli, tutimize malengo yetu pamoja, si ndio? Mimi yangu ni hayo kwa wazima. Habari za wakati huu tena. Nipende kuwashukuru watu wote ambao wamekusanyika kwa ajili ya kusikiliza. Naamini kila mtu kuna kitu amepata. Kwa ni kweli uongo? Mimi yangu ni hayo. Nilikuwa nimeacha kwa sababu za kiitifaki. Unajua huyu mama ni mtu mkubwa sana. Ni katibu wa bunge Tilson. Na mwenyekiti wake ambaye ni speaker ni Robert. Sababu Robert tushazungumza, tumpe itifaki yake Madam Kulwa Bundala Gamba. Neno moja la shukrani tafadhali.
Kwa mimi tunashukuru kwa wote waliohudhuria katika hiki kipindi kikubwa na ushirikiano katika masomo. Tuo hana vitu vingi sana kwenye kuongea, yeye kwenye kutenda. Karibisha Mheshimiwa Rais. Nashukuru mwalimu wangu na Chazari, itifaki imezingatiwa, Mheshimiwa Mwenyekiti na wanafunzi kwa ujumla. Binafsi sitokuwa na mengi kama walivyotangulia kusema wenzangu, tukitenge kwenye kusoma ndio kitu kikubwa zaidi ambacho kimetuleta hapa. Nikijana kabisa. Kabisa, yani kabisa. This guy well disciplined. Yuko committed na maisha na hana majivuno. Very smart guy. Wako na mwenzie Cheni. Hebu njoo Cheni hapa. Hawa vijana ni marafiki sana. Yaani maisha yao ilipokaa chuoni, nahisi hata baada ya kumaliza chuo kazini taendelea kuwa pia marafiki na ndugu, sio? Wameishi kabisa vizuri. Kwa hiyo ni watu ambao wanawafahamu kweli vizuri, lakini pia shule zao zimejaa. Kuna watu walikuja nyumbani kunitembelea siku moja, wakawa na maswali, kaambia muende nani Ngero, hatumfahamu. Kaambia ni kweli, kwa sababu yuko kimya yule kwa watu, ni mpole mno, yani mpaka kumfahamu ni kazi kubwa. Ndio huyu Ngero sasa, mwamba huyu super. Kwa hiyo tunashukuru sana, endeleeni kuwatumia hawa muda ambao wapo chuoni. Mtawatumia pia wakiwa nyumbani. Sasa hizi kuna watu wanaomtumia Nyambita akiwa nyumbani, unaweka connection ya maisha. Asanteni sana. Sasa muda huu nimpe nafasi aongee kidogo. Ngero, karibu. Asante. Actually, kwanza kabisa kabla ya yote nipende kumshukuru Mungu ambaye ametukutanisha wote siku hii ya leo mahali hapa. Pia nipende kutoa shukurani kwa kaka yangu Brother Nyambita kwa kukubali wito ambao umekuita kuja kutoa elimu kwetu sisi. Nikushukuru sana. Pia nimshukuru mwalimu wangu Mr. Edward Chezari kwa kuandaa cabinet hii ili kwamba tuweze kujifunza. Kwa kweli kupitia mdahalo huu au mazungumzo haya, kwangu binafsi nimejifunza vitu vingi sana. Pamoja na kwamba nipo level 6, sio kwamba nilikuwa najua vitu vyote. Nilikuwa nasikiliza watu wanauliza maswali, watu wanajibu, na mimi najifunza. Kwa kweli nimejifunza vitu vingi sana. Sana sana. Asante. Kama mwambie mwenyekiti hapa, hapana, hiyo lugha ni mtu ambaye ni mnyenyekevu. Yaani ndio maisha yake huyu baba. Yuko hivyo. Kwa namwambia upate mke mzuri sana. Asipige stress. Nimkaribishe mwenyekiti, yeye ndio ataongea kwa yote na kutufungia shule siku ya leo. Karibu mwenyekiti. Asante Mwalimu Edward Vincent Chezari kwanza kwa kunikaribisha kuja kuongea na wanafunzi kwa mara nyingine, maana hii ni mara yangu kama ya pili. Sasa kwa ajili gani labda mnaweza mkaona tuna ukaribu sana na Mwalimu Chezari, ni kwamba ukiwa unasoma kwa bidii na ukawa unasoma kwa kuelewa, kwa kuto kukariri, utakuwa muumini wa Mwalimu Edward Vincent Chezari. Sasa na mimi wakati naishi hapa, maisha yangu ndio yalikuwa hayo, kwamba napenda kuelewa, sio ukariri. Kwa hiyo hata sehemu mbalimbali ambazo nilizokuwa nafanya field, unajua unakutana na mtu kwamba anakuachia unafanya majukumu, baadaye anakuuliza mwalimu wako nani? Unajua hata wewe baadaye ukienda kufanya field, mtu akikuuliza swali kama hili, uwe una vitu viwili kichwani kwa kufikiria, kwamba aidha umeboronga, anataka mjue mwalimu wako, au unafanya vizuri. Kwa hiyo jitahidi unapoulizwa swali kwamba mwalimu wako nani, basi uwe umefanya vizuri. Kwa hiyo mimi nilikuwa nikiulizwa mwalimu wako alifundisha hivi nani, nikisema Chezari, nasema kama ndo huyo tunamfahamu, kwamba amefundisha watu wengi ambao leo hii wako kwenye
kwenye shirika, na walikuwa wanafurahishwa na staili yake ya ufundishaji, kwamba kusoma kwa kuelewa, sio ukariri. Jambo lingine kwa wale wa level 4, bahati mbaya sijawahi kuwa na ukaribu nao sana, tofauti na level 5 na level 6, ila kwamba tunasema ni heri kuanza vibaya na kumaliza vizuri. Kwa hiyo naamini nyie wote mwisho wa siku mtamaliza masomo yenu, ila kwa wale wa level 4, level 5, mkiwatafuta hawa members wa paneli, kuna vitu wanaweza wakashare na nyie mtapofika level 6, ambavyo nilishare nao kama baadhi ya materials. Maana sisi kwa staili kubwa wakati tunasoma notes tulikuwa tunaandaa wenyewe staili hiyo, kwamba unapewa tu nani concept, notes unaandaa. Kwa hiyo nilikuwa mimi napenda sana kuandika, somaji wangu nilikuwa nasoma na kuandika. Kwa hiyo vile vitu ambavyo nilikuwa nahifadhi na mpaka leo nyumbani kwangu na madaftari, basi nikawa na share na hili jopo hapa. Kwa hiyo kama mtakuja kufikia hiyo level, basi mtawatafuta ili waweze kushare na nyie, na pia tunaweza tukawasiliana pia pakiwa pana changamoto, maana mimi mwenyewe huwa napenda kujifunza siku hadi siku, kwa sababu hakuna mtu aliozaliwa anajua kila kitu. Kwa hiyo pakiwa pana changamoto ni vyema tukawa tunatafutana. Basi mimi huwa yani swala linalohusiana na elimu, hata ukinitumia message saa 8 kama niko macho nitajibu, linalohusiana na elimu, hasa taaluma ya reli. Kwa hiyo nipende kuwashukuru leo kwa michango yenu. Nadhani hiki kitu kiendelee. Unajua wakati tunafika hapa nilikuwa naona chuo cha reli, hata nyewe wenyewe ni mashahidi baadhi ya wengine, yaani kama akitambuliki fulani ni kutokana na nini, lifestyle ambayo ilikuwepo kipindi cha nyuma. Ila sasa hivi kidogo naona tunabadilika. Ina maana ndani ya miaka 5 unaweza ukakikuta chuo cha reli kwenye platform mbalimbali kama tunavyoona vyuo vingine, kwamba UD ukizungumzia SUA ukizungumzia nini, ni kutokana tulikuwa nyuma. Yaani zamani ukopo mtu ukimsimamisha ongea anatetemeka, ila sasa hivi naona watu wengi wana confidence, na hii ni kutokana na style mpya ya ufundishaji ambao unafanyika hapa. Kwa hiyo naamini ndani ya miaka 5 chuo cha reli tutafikia hatua nzuri, yani ushindani na vyuo vingine. Kwa hiyo cha mwisho zaidi, upende kuaga, nadhani kesho nitaondoka, ila pia mniombee kama Mungu ikimpendeza, basi tutaweza kuja kuungana tena hapa kwa nyakati tofauti. Asante. Tunashukuru sana mwenyekiti kwa muda wako kweli. Tunashukuru pia makutano kwa usikivu na utulivu. Concern ambayo ameongea na mwalimu ni muhimu. Next time tutakaa kwenye safu ili tuweze kupitisha microphone vizuri kule. Leo kuna watu wanasema nafu nimekaa yeye kwa sababu mic ilikuwa inifikii. Next time tutakaa kwenye safu angalau 4 hivi ili iwe rahisi kuinteract vizuri. Otherwise, good evening, enjoy the day. Asante sana. Nikushukuru sana mpendwa mtazamaji wa channel hii ya Ongeza Maarifa. Ni matumaini yangu kuwa umefurahishwa na mafundisho ambayo mmaliza kuyaangalia hivi punde. Na kama ndio tu unaanza kutembelea channel hii siku ya leo, tafadhali angalia pia vipindi vilivyopita. Na usisahau kusubscribe channel hii, kwani utapata updates kila wakati kwa kinachoendelea. Tafadhali baki nasi. Ongeza Maarifa. Asante.